Mkutano wa Umoja wa Mataifa. Nchi nyingi za Ulaya zimepiga kura kulitambua taifa la Palestina kama taifa huru. Kitendo cha nchi nyingi za Ulaya kupiga kura kulitambua taifa la Palestina kama taifa huru kimepingwa vikali na Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Nchi nyingi za Ulaya zinaonyesha kuchoshwa dhidi ya unyama unaoendelea katika ukanda wa Gaza. Hivyo basi, ikabidi zigeuke dhidi ya Israel. Mfano mzuri ni nchi ya Spain. Imeamua kujitoa kimasomaso kupeleka misaada katika ukanda wa Gaza. Nchi nyingi za Ulaya zimeonyeshwa kuchukizwa na mauaji yanayofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza, jambo ambalo limezua taharuki kubwa kati ya nchi za Magharibi na nchi ya Israel. Katikati ya taharuki kubwa, kiranja wa dunia Bwana Donald Trump ameibuka na mkataba wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Kwanza kabisa, kabla sijakufungulia baadhi ya vifungu katika huu mkataba, nikujulishe tu sheria zote na taratibu zilizoandaliwa katika mkataba huu Israel amekubaliana nazo. Na kama ulikuwa haujui, Israel ni Marekani. Sasa twende tukaangalie sheria na taratibu zilizoandikwa katika huo mkataba wa amani. Katika mkataba wa amani ulioandaliwa na nchi ya Marekani, namba 1, viongozi wa mamlaka ya Palestina wanatakiwa kuachia ngazi na kisha utawala huo urudishwe kwa wananchi wa kawaida chini ya usimamizi wa Donald Trump. Namba 2, jeshi la Hamas linatakiwa kusalenda na likisalenda tu litasamehewa na kuachiwa. Namba 3, mateka wa Israel inatakiwa waachiwe na kisha mateka wa Kipalestina nao waachiliwe. Kazi ya kusimamia misaada inayoingia katika nchi ya Palestina ni kazi ya Benjamin Netanyahu. Namba 4, ndani ya masaa 72 inatakiwa mapambano yawe yamekwisha, sio risasi wala mabomu. Wote wanatakiwa kuacha mapambano. Pamoja na yote ulioyasikia, hakuna sehemu inayohusisha jeshi la Umoja wa Mataifa katika kusimamia amani ya ukanda wa Gaza. Mhusika ni Marekani pamoja na Israel. Katika mkataba huu wa amani, jeshi la Israel hakuna sehemu lililoambiwa liweke silaha chini kwa ajili ya kusitisha mapambano. Katika mkataba huu umeandikwa IDF, jeshi la Israel litaondoka kidogo kidogo katika ardhi ya Gaza. Lini litakuwa limemalizika kuondoka haijulikani. Pamoja na uondokaji wao mdogo mdogo, mwisho lini wawe hawaonekani katika ardhi ya Gaza haijaandikwa. Je, unafikiri mkataba huu ni solution au kuna namna ya ujanja? Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema ya kwamba mkataba huu wa amani umeandaliwa ili tu kudanganya toto baadhi ya nchi ambazo ziliamua kuichagua Palestina kama taifa huru. Bwana Benjamin Netanyahu alisema hakuna taifa huru linalojulikana kama taifa la Palestina. Yaani hakuna taifa linaloitwa Palestina na likatambulike kuwa ni taifa huru. Nimenukuu. Taifa la Israel pamoja na Marekani wamechukua mkataba wao wa ulaghai unaoaminika kuwa ni mkataba wa amani na kuweka juu ya mabega ya viongozi wa Hamasi. Swali la msingi, je, viongozi wa Hamasi watakubali kusaini mkataba? Kama hawakikubaliana na mkataba, taifa la Palestina litaendelea kubaki au tutalisoma katika history na kusimuliana vizazi na vizazi? Vipi kama wakikataa? Je, wewe unaonaje? Jina langu naitwa Mr. Gola.